Ujambo mwanafunzi wa Kiswahili mahali ulipo. Ningependa kuchukua wasaa huu kukukaribisha kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, na ningependa niweze kuchukua wakaa huu tuweze kuwa na mdahalo kuhusu mhusika Mafamba kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Mafamba, usisahau kwamba ni mwanasheria anayewakilisha serikali katika kesi zake. Yeye anawakilisha serikali ya Mtemi Lesulia katika kesi nyingi zilizokuwa zinakumba serikali ya Mtemi Lesulia. Tunapoangalia sifa za Mafamba ni kwamba Mafamba ni kiongozi ama ni mwanasheria ama ni wakili fisadi. Anajulikana, mbona tunasema kwamba ni wakili fisadi? Anajulikana kama fisadi mkubwa ndani na nje ya nchi ya Matuo. Kwa hivyo ndani na nje ya nchi ya Matuo, Mafamba anajulikana kama mtu fisadi. Yeye ndiye anayetumiwa kufunika maovu yote yanayofanywa na viongozi wa nchi ya Matuo. Anatowesha, mojawapo ni kwamba anatowesha majalada na nyaraka muhimu zinazohusu kesi za ufisadi. Kwa hivyo kesi zozote za ufisadi ambazo labda ziliweza kuwepo, basi ni yeye ndiye alihakikisha kwamba majalada ya kesi hizo zinapotea. Kwa hivyo huo ndio ufisadi wake. Pia ni mwenye kuogopewa. Wakili Mafamba ni mwenye kuogopewa. Anaogopewa sio tu kutokana na uhodari aliyodhaniwa kuwa nao katika kesi, bali kutokana na kesi za serikali alizokuwa akishughulikia. Anaogopewa pia na wale ambao hata hawakuwahi kukumbana nao mahakamani. Kwa hivyo anaogopewa sana na watu wengi, na miongoni mwa wale ambao wanamuogopa ni wale hata ambao hawakuwa na kesi zozote mahakamani. Wao walimuogopa sana. Anaogopewa hata na walinda usalama kutokana na ukuruba wake na serikali ya Mtemi Lesulia. Ule ukuruba kati ya wakili Mafamba na kiongozi wa nchi Mtemi Lesulia uliwatishia hata walinda usalama, kwa sababu unapokuwa karibu na kiongozi, sana sana kiongozi wa kiwango ama wa daraja la Mtemi Lesulia, basi sio swala rahisi sana kwako kuweza kufanya nini? Wewe unakuwa na uwezo fulani kutokana na ule ukuruba. Kwa hivyo ndiposa tunasema kwamba wakili Mafamba ni mwenye kuogopewa. Tunaweza pia tukasema ni mdanganyifu. Mafamba ni mdanganyifu. Na mbona tunasema Mafamba anakuwa mwongo? Ana hiari kuwa mwongo na kutoa habari za uongo kwa niaba ya wale anaowakilisha. Anadanganya kuwa wenyeji wa Matango walipata vyeti gushi vya kumiliki ardhi. Kwa hivyo kule kusema tunajua kwamba wenyeji wa Matango walikuwa na vyeti halali za kumiliki ardhi, lakini tunaona kwamba wakati Mafamba anazungumza, anatoa madai kwamba vyeti hivyo walivyopata wakazi wa Matango ni gushi. Tunajua kwamba kauli hii ni uongo sana.
Anadanganya kwa niaba ya serikali kuwa ilitaka kujenga soko kubwa pahali pale ili kuwaondoa wachuuzi kutoka barabarani. Kumbuka kwamba wakati serikali ya Mtemi Lesulia ilipotaka kunyakua ardhi ya Matango, madai na tetesi zilitolewa na serikali kwamba ingetaka kuwaondoa wachuuzi barabarani ili wajengewe soko la kudumu. Madai yale yanatolewa sana na Mafamba, habari ambayo tunajua kwamba ni uongo, kwa sababu ardhi ya Matango ingenyakuliwa na Nanzia na Mbwashu ili kuweza kujenga labda jumba la kibiashara. Jambo jingine ambalo linaonyesha kwamba Mafamba ni mwongo ama mdanganyifu, anawasilisha stakabadhi gushi katika kesi, mbali na kuwasilisha ushahidi wa uongo. Kwa hivyo wakati ambapo kulikuwa na kesi mahakamani, tunaona kwamba stakabadhi anazotumia Mafamba na hata ushahidi ambao anautoa mahakamani ama kotini, tunajua kwamba ni ushahidi wa uongo, na tunajua kwamba stakabadhi anazowasilisha ni stakabadhi nini? Gushi. Ni stakabadhi gushi. Tunaweza sema pia kwamba Mafamba ni mwenye maringo na kiburi. Mbona tunasema kwamba Mafamba ni mwenye maringo na kiburi? Tunajua kwamba anaisaliti jamii ya Matuo. Kunradhi, kauli hiyo. Kumbuka kwamba tumesema ni mwenye maringo na kiburi. Anatembea kwa maringo. Tunaambiwa kwamba huku kichwa amekiinamisha upande mmoja. Amelaza kichwa chake upande mmoja. Sana sana wanaotembea kama hii ni watu wenye majitapo, ni watu ambao wana kiburi sana, wana majitapo. Tunaambiwa pia kwamba haikuwa rahisi kumwona akicheza, sembuze kuyaona meno yake hadi pale anapozungumza. Kwa hivyo ni mtu ambaye hakuwa na ukuruba na watu wengi, mtu ambaye anapenda kujitenga, kujibanza na watu, na ndiposa tunaambia kwamba haikuwa rahisi kumwona na hata kuyaona meno yake. Labda tu utayaona yale meno pale anapozungumza. Ni msaliti pia, anaisaliti jamii. Mafamba anaisaliti jamii ya Matuo na nchi nzima kutokana na kuwakilisha viongozi mafisadi na waliodhamiria kupora mali ya umma. Kwa hivyo anaenda mahakamani ili kuweza kutetea ama kuwatetea viongozi mafisadi, viongozi ambao tunajua nia yao ilikuwa kupora mali ya umma. Lakini Mafamba anachukua hatua ya kufanya nini? Ya kuwawakilisha. Kwa hivyo jambo hili linadhihirisha ufisadi na usaliti pia kwa nchi nzima. Mwenye ubinafsi, ni mwenye ubinafsi. Anapotetea ufisadi na kuhujumu sheria za nchi, sio tu kwa manufaa ya wale anaowakilisha, bali pia kwa manufaa yake binafsi. Anachukua hatua ya kuwatetea wale mafisadi kwa sababu ya manufaa yake na sio kwa sababu ya manufaa
ya wale watu wanaofanya nini? Anaowawakilisha. Ningependa tuangalie umuhimu wa Mafamba. Mbona ametumiwa kwenye kazi hii ya fasihi? Kumbuka kwamba Mafamba ameweza kutumiwa kama kielelezo cha wanasheria ambao hutumia taaluma zao kunyanyasa umma na kujinufaisha kupitia njia za ufisadi. Tunajua kwamba yeye anawanyanyasa raia, yeye anawanyanyasa wale watu walioko katika chini, wale wachochole, kwa sababu anawatetea watu mafisadi, na anawatetea wale mafisadi kwa njia ya kujinufaisha yeye mwenyewe. Jambo la pili ni kwamba kupitia kwake tunaonyeshwa jinsi serikali dhalimu inavyotumiwa. Kwa hivyo tunaona jinsi ambavyo serikali dhalimu inavyotumiwa. Na mwisho ni kwamba wanasheria kuhalalisha maovu. Hivyo ametumiwa kuonyesha jinsi wanasheria wanavyotumiwa ili kuhalalisha maovu. Mara nyingi mahakamani unapata masuala kama haya, kwamba wakili anatetea maovu yanayofanyika. Kwa hivyo usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki, jisajili ili tuwe tunatangamana mara kwa mara kwenye kipindi hiki. Jina langu ni Ustadh Kakamnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili.